Once again. Bwana, mzigo unaanza katikati ya lodi moja hivi. Sasa kwa bahati mbaya huyu dada muuza maji akawa amemgonga huyu mtoto wa kike hapa. Mtoto wa kike akamainda akamwaga maji yake yote ya kandolo. Jamani, hii biashara ya bosi. Sasa nenda kujibu nini mimi kwa bosi jamani? Okay, mzigo unatutupa pande wa pili hapa. Tunakutana na huyu dada. Sasa huyu dada jina yake anaitwa Amy. Kazi yake ni tapeli. Sasa hapa kamaona dada mmoja hivi akawa anapita mtaa, akawa anajilalamisha hapo. Jamani, nimepotea mimi, samani dadangu. Yanapokuambia hapa mimi kutoka kijijini na nimfuata mamangu hapa. Unimfuata mamako? Sasa hebu ngoja tumpigie simu. Andika namba yake hapa. Tumpigie simu mamako. Jamani, tena tumpigie simu mama, ungenipa tu nauli nirudi bushi. Lakini yani wewe ungenipa tu nauli, achana. Basi dada akasema, "Kivipi sasa? Wewe umesema umepotea. Tuwapigie." Basi lakini simuona hapa anapiga patikane, akajifanya kama anapiga. Akamwambia anampigia patikane. Jamani, mimi nimepotea, ni ndio hivyo nimepotea. Kwa hiyo unataka kiasi cha shilingi ngapi? Bidada akasema, nataka shilingi 60,000 tu ya kunitoa hapa Dar es Salaam kunipeleka Sumbawanga. Shilingi 50,000. Basi ngoja nikupatie. Bidada akachukua maokoto kama shilingi 70,000 kampatia huyu dada, akashukuru pale. Tunaletwa upande wa pili huku, tunakutana na huyu mtoto. Sasa huyu mtoto anaitwa Dami. Huyu Dami ni muuni vibaya mno, ni namba chafu. Akikugusa tu ujue amepita na vitu vyako. Basi hapa dada wa watu akapita na simu yake. Tunaletwa upande wa pili huku kwa utapeli. Sasa kumbe utapeli anaishi kwenye mjengo mzuri tu na Dami huwezi amini, na yeye anaishi hapa hapa. Sasa Dami alipofika hapa akaambia, "Unahesabu hizo pesa za nani? Unanijibu mimi hivi unanijua mimi ni namba chafu hivi, wewe ni kichaa?" Wewe sikiliza, hata mimi pia nimepinda. Wote tunalelewa tu, hata kama tunalelewa. Sasa wakana letiana tifu hapa. Muda huo akana ingia huyu mtoto tuliyokutana anauza maji kule mwanzo. Sasa huyu bidada anaitwa Ebuka akawa amechoka kishenza, akatamani kupumzika zake hapo. Sasa wakati wanabishana wakamwambia, "Acha kelele bwana. Haya, leo asubuhi mapema hii sasa kila mmoja anajipakulia chakula." Akakatoto akapakua msosi wote. Bidada akasema, "Hivi una akili wewe? Wenzako wote atujala. Wewe nenda kupiga." Sasa aka katoto ni hatari mzee. Oya, akasema, "Hebu kaa pembeni." Sasa sijui watoto wanalelewa na nani hapa, maana inaonekana mjengo ni wa kifahari. Temisi Zebuka na yeye anakuja kuuliza, "Msosi vipi? Nina njaa hapa." Wakamwambia, "Msosi unamuuliza nani msosi? Ulipika? Pumbavu zako wewe. Kucheki mle ni ukoko tu." Dai ikabidi autwange huo ukoko, aisee, huwezi kuamini. Oya, sasa hapa ngoma inatufungulia huu mwanamke. Sasa huu mwanamke anaitwa Uduki. Sasa Uduki ndio tajiri wa hapa. Sasa anawachukua watoto yatima ambao wameishi mtaani na kuwakusanya na wanafanyia kazi zake. Yaani kikukuta wewe ni mwizi, basi na wewe utakuwa unafanya kazi hiyo, unaiba kisha unamletea pesa. Sasa wa kwanza alikuwa ni Dami. Dami akawa amempatia pesa hapo. Akamwambia, "Lakini pesa hizi hazitoshi." "Lakini madam, hizi pesa hebu kwenda huko." Akakafukuza hapa. Yaani nikashalo vibaya mno. "Haya, na wewe vipi? Leta pesa hizo." Tunakutana na yule dada ambaye anajifanyisha kali potea. "Hivi wewe sikiliza. Kila siku wewe una tabia tu ya kunipa hela ndogo. Leo umepata shilingi ngapi?" "Yaani 100,000 tu hii." "Pumbavu. Kesho uje na 1,500,000 sawa?" "Umebaki wewe. Sio lazima nikuite. Hebu njoo hapa. Kuja. Yaani unataka mpaka nikuite? Haya, nipe kiasi ulichokipata." Basi akampa kile kiasi, akasema, "Samani nini samani, leta pesa." Akawa amempa kama shilingi 15,000. Yaani wenzake wamempa laki, yeye anasema shilingi 15,000 hii. "Ndio, wakati nafanya biashara kuna mtu akapita maji akamwaga." "Mshenzi wewe, kila siku wewe ndio kazi zako hizo. Sasa ukae huko ndani, nenda katafute hiyo shilingi 75,000 ukijumlisha na 15 uje na 100,000 hapa. Sasa hivi utakaa huko." Maskini ya Mungu dada akawa ameenda kutafuta huko. Sasa sijui alienda kujiuza, maana tuelewe usiku alienda kufanya biashara gani. Basi akawa amepata shilingi 25,000 anampatia. Shilingi 25,000 hii ndo ya nini? "Madam, shilingi 25, nenda kaongeze hela nyingine. Hebu kwenda huko. Utakesha huko, kalale nje huko." Basi wezi amini, analoki mlango na anazichukua zile pesa, anaendelea kuzihesabu. Sasa udada mbona kama gaidi, afu kama vile ni tajiri, hatujui nini ambacho kimemkuta. Pande wa pili kusawa wamelala. Haka Kadami yani kakaenda kwenye kibubu chake bwana, uwaga kanatunza pesa. Si unajua tena muda wote kinaweza kikaumana hapa. Basi akawa amechukua makoto yake akawa ameweka kwenye kibubu chake bwana. Anaamini hakuna mtu aliyemuona. Asubuhi mapema huyu Ebuka ameleta kiasi cha shilingi 50,000 hapo.
madam, lakini kazi ilikuwa ngumu. Usiku nafikiri nani ataniungisha maji. Upande wa pili watoto wamejiandaa kwenda kazini, wanashangaa jinsi anavyopewa adhabu mwenzao. Haya, sasa madam kimkosea tu ni anakunyuka fimbo vibaya mno. Madam, lakini usinipige sana pumbavu, nisikupige sana, unanifundisha. Kama amechukua fimbo hapa kaitest, akasema sasa leo nakunyuka, yani nahakikisha nimekunyuka. Haya, kaa chini hapo. Madam, samahani sijatoka asubuhi, nipige sana pumbavu. Akapewa fimbo za kutosha yani. Oya, akaambia nyie, hebu piteni huko kaleteni hizo pesa. Mnasubiri nini? Basi Damian pamoja na Emi wakawa wameenda kutafuta pesa huko. Na yeye akamwambia kwamba oya, haina haja ya kupumzika, na wewe ongozana na wenzako huko. Haya, tunaletwa mtaani hapa. Sasa bidada maskini ya Mungu akawa amechoka. Kamekuja akakenzia ambako kanaitwaga Emi. Kakamwambia vipi? Yaani wewe hujachoka maisha kuishi kuteswa pale kama mtumwa? Wewe unazungumza nini? Mimi nazungumza kwamba tutoroke, tufanye mpango tuondoke. Sikiliza, mimi mpango wako mimi sipo. Kama upo sawa, utaendelea kunyanyaswa na kupigwa hivyo fimbo, mpuzi wewe. Kisha Emi anaondoka zake. Emi kuna mpango ambao anahusuka hapa. Basi mpango wenyewe ni kwamba Emi anataka safiri na amekuja kwa huyu mdada. Huyu mdada inatakiwa amsaidie huyu Emi kusafiri, lakini kuna pesa inatakiwa alipe. Basi kama alipa hapo pesa, na akamwambia lakini vipi, nitaweza kusafiri kweli? Sasa anataka aondoke kabisa, atoke hapa Nigeria, maana huyo madam huwezi kumkimbia ukaingia hapa Nigeria, lazima atakukamata tu. Basi huyu dada akataka kusafiri kwenda nje za nchi huko. Akamwambia basi sawa, hakikisha Jumamosi tunakutana tena. Sasa dada akaendelea kutafuta pesa kwa ajili ya kumsafirisha. Time hizi zikakaka amepita katoto. Sasa kumbuka kani kajanja, akamwambia wewe unahangaika nini? Yaani nimezunguka mimi mwenyewe kote, nashangaa nakutana na wewe. Sasa nitakuibia tena wewe ndugu yangu. Sasa sikiliza, mimi kuna mchongo nataka nikupatie. Mchongo gani huo? Mimi sikuelewi, ujue mchongo gani unaweza kunipatia? Sikiliza, sasa nataka tufanye mchongo, tutaiba pesa mimi na wewe afu tutagawana. Sasa hebu nifuate nikakupe mchongo. Bwana, atujui mchongo gani haka katoto kanampatia Emi. Emi akamwambia lakini kama sio mchongo wa pesa nitakunyoosha. Sasa mchongo wenyewe ulikuwa hivi, ni kwamba huyu Emi amsimamishe dada wa watu. Dada akiwa anazungumza naye kama pale, anamwambia vipi wewe unifahamu mimi? Mimi sijui nini na nini. Mimi ndio yule rafiki yako. Kwa nyuma kaka amepita haka kadami, kakaokota maokoto ya dada na kisha akajichenga. Dada akasema mimi sikufahamu. Basi dada kana anaondoka. Oya, wameshapiga mzigo hapa. Oya, twenzao mshikaji. Haya, mzigo unatuleta huko nyumbani. Sasa tunakutana na Emi pamoja na Dami. Wamefika, wamemkuta mwenzao tayari ameshafika hapa. Leo ameuza maji na anawaambia kwamba jamani, katika siku zote leo nimekamilisha hela ya bosi. Jamani, hivi huyu mtoto anakicha? Wewe sio kama nakisha, nimeweza kukamilisha 1,000. Wewe mpuzi, hebu tutokee ushenzi wako. Wewe kila siku tu unaleta hela nusu. Yaani wewe una dili lolote lile. Basi akana mtukana hapo Ebuka. Ebuka akasema lakini mimi nafanya kazi halali. Ole wewe ni kazi mnazozifanya hizo za kitapeli. Mtakapokuja kukamatwa, mimi sipo. Eti haupo mpuzi nini? Wakana hesabu maokoto hapo. Sasa Damian akasema hizi pesa hizi ni nyingi. Au unasemaje? Hizi leo bosi atatusamea wiki nzima, maana tumeokota kama milioni 1 na kila siku tunampa 100,000. Tukimpatia hizi siku 10 atende kazini. Basi akasema lakini mbona hii kama ina selfie nzuri, nichukue nini? Lakini ngoja nimpatie tu bosi. Hao wawili wakakubaliana kutoka kwenda kupata msosi. Haya, wote wawili wanaenda, kila mmoja anasema wewe tangulia, maana wanaogopa. Sasa wakati wameenda kula msosi, Emi akawa ameweza kumtoroka Dami, akawa amekuja hapa. Sasa kazi yake kubwa hapa ni kuja kuiba hizi pesa. Sasa uwezi amini ni kwamba Emi anaamua kuzipunguza hizi pesa, kisha anamaliza na anaondoka zake. Sasa huu mchongo mzima ni kwamba huyu, kumbuka, anataka kutafuta pesa ili akalipie kule passport ya kusafiria. Tamizi hizo kanakuja haka kadigidigi. Sasa haka kadigidigi bwana, kumbe na kenyeni kajanja. Kuna pesa kaleo kameweka kwenye kiuno hapo. Basi kakao kamechukua, ilikuwa kama 70,000 hivi. Kakao kamehifadhi kwenye kibubu. Kile kanaangalia hapa, mbona kama pesa zimepungua? Hapana, hazijapungua bwana. Mida usiku wakagundua kwamba zile pesa zilipungua. Hao wakana discuss kwamba atakuwa ni Ebupa ndo ameiba. Basi Ebupa leo atumruhusu alale hapa. Ebupa amefika, anataka kulala. Jamani, nimechoka, nataka nilale hapo. Wakamwambia sikiliza, wewe uweze kulala hapa. Basi hawa wawili wanamuonea sana Ebuka hapa. Wakamwambia sikiliza, yani wewe uwezo kulala hapa, wewe ni mwizi. Basi Ebuka anaenda kulala huko sebleni. Akawaacha hawa wawili wakiwa wamelala mpaka asubuhi. Mzee baba, oya, mzigo wetu
bado unaendelea, na hapa wana discuss kuhusu kutoroka kwenye huu mjengo wa huyu madam. Mida mingi ya usiku huyu dada akawa ameenda kuficha maokoto yake chini, lakini akagundua kwamba hapa kuna kakibubu uaga huyu dada na akaficha hapa. Basi akagundua kwamba Dami anafichaga pesa zake kwenye kakibubu aka. Basi alichoamua kukifanya, huwezi amini, akafungua mle kwenye kile kibubu. Sasa cha kushangaza akazikuta pesa. Akawaza hizi pesa ndaziacheje mimi? Basi akazichukua zile pesa, na hapa anatabasamu akasema kwamba hapa tayari nishakamilisha pesa za passport. Leo hii hapa anakuja kumpatia huyu kwamba aisee, uliniambia 200,000, anakuja kumkumpatia. Wasikiliza, basi wiki ijayo mimi nitakukatia passport ya kwenda Canada, wewe usijali, sawa, utakuja. Kumbe huyu dada anataka asafiri kwenda Canada, anasema jamani, nimekuwa huru sasa, nenda kuwa huru, sio muda. Aliweza kufurahi kwa sababu pale madam anawatesa. Akadigidigi kakuja kukagua pesa zake hazipo. Anakuja Amy, hebu ingie pesa zangu. Amy anauliza pesa gani? Kanamwambia sikiliza, wewe ndiye ambaye unajua anaweka pesa humu, sikiliza, mimi sio mjinga, leta pesa, nipe pesa. Utaki kunipa pesa? Hebu sikiliza, hivi mimi unanichukuliaje wewe? Oya, mimi ni namba chafu aise, afu hii 45, hata kama 45 mimi sijachukua pesa zako, atakuwa ni Ebupo. Wewe si Ebuka, hawezi kuchukua. Sasa wakati anagombana, madam akawa amewasikia, amekuja hapa kadigidigi kakaficha hiki kibobo kakakiwe minyilia huko kwenye kabati. Madam anauliza kuna nini kinaendelea kati yenu hapa? Sasa sikilizeni nyie wote, mnifuate sebleni, akikosea mmoja wote wanapewa adhabu. Haya mzee baba, unaambiwa kwamba yani ni noma sana. Wewe ndio umesababisha. Basi wakamfuata kule sebleni, wote watatu wameitwa hapa, na madam akawa anawauliza mnaweza mkaniambia kwa nini huwa mnagombana? Lazima niwapeni adhabu, la sivyo wote nawafukuza hapa. Sasa hao wote kumbuka wanatamani kuondoka hapa, wakajibu basi tufukuze tu, lakini madam akasema siwezi kuwafukuza kwa sababu mna mkataba wa miaka 10 hapa. Basi mida leo huwezi amini, dada ametoka kuuza maji. Huyu dada aliyemgongaga episode inavyoanza akamgonga tena. Kumbe huyu dada sio mnyonge bwana. Oya Ebuka, kumbuka ametokea busha, akamnyonga mkono dada watu kumbe ni kimbembe. Basi mzigo unatuleta upande wa pili, uko wanalalamikiana. Wewe sikiliza, ni gera langu bwana, bado sijaiacha hiyo. Oya, nitakuchoma na huu mkasi, nipe pesa yangu kabla sija kuchoma na huu mkasi. Sasa kelele zinamwasili hapa Ebuka anasema jamani, nyamazeni basi, mimi nimechoka. Sasa wakawa wanaendelea kubishana huko, wote wanataka zile pesa. Kumbuka huyu Amy ndo aliyeiba. Amy akasema mimi sijaiba. Basi akanyang'anya mkazi pale Ebuka akamwambia vipi? Akasema wewe kichaa. Ebuka leo amewasha moto aisee. Asema sasa sikilizeni, mimi nataka nipumzike, afu nyie mnapiga kelele, mna akili nyie? Hivi mnanichukuliaje eti oya ndakuchoma na mkasi? Oya wewe ni namba sasa mimi ni namba zaidi yenu. Hii ni namba chafu vibaya mno. Basi hapa Dami kabidi katulie tu. Leo ndo siku ya kusafiri. Amefika hapa anamwambia sasa sikiliza, passport ziko wapi, nataka nisafiri. Huyu mama akasema kuna bosi wangu nitakiwa ongea naye. Maskini ya Mungu alikuwa ni tajiri wake. Ulifikiri utanikimbia? Anashtuka ni tajiri wake akamuita. Sasa leo anamwambia sikilizeni nyie wote, hivi ulifikiri unaweza kanikimbia mimi? Samani madam, mimi nilikuwa nataka niende kwa babu Canada nimsalimie afu nirudi. Wewe mimi sio kichaa, sikiliza, mimi yani sio chizi kama unavyofikiria madam, lakini naomba nisamee. Hakuna, nyote nawapa adhabu. Mmoja akikosea wote wanapewa adhabu. Naambiwa samaki mmoja akioza wote wameoza. Oya, walitandikwa fimbo za mgongo za vichwa. Huyu mama hajali kabisa ni kwa hawa watoto yatima. Oya, walitembezewa mboko vibaya mno, na akamwambia kwamba ole wenu yoyote akisubutu hata kutoa kucha yake, mimi nitakachokifanya ni kuadhibu wote. Akisheni mnalindana sawa, na siku ya kesho mshahara unapanda, yani nataka mnilipe, yani nyote mna mikataba na mimi. Lakini mimi sikupanga kutoroka. Hata kama huyu mwenzako alipanga kutoroka, na maana angekushawishi na wewe. Haya, wamerudi zao mageto huku. Sasa kaliko sababisha wenzie wapigwe, hawana hata makosa, kanakuja hapa kanaomba msamaha. Kameiba pesa za Dami, kameenda kulipa kule na pesa zenyewe zimelio. Jamani naomba nisamee. Dami kaza mshenzi, wewe umenibia pesa zangu na umesababisha tumepigwa. Wewe ndio chanzo, wewe ndio uliyesababisha. Sikiliza, mimi siwezi kukuacha wala kukusamea. Haya bwana, leo time za asubuhi mapema hiyo ya Dami kanafukuzwa. Mwizi kamata mwizi time hizi. Kumbe
Ebuka alikuwa anapita mitaa, ikabidi aje akasaidia. Jamani sikilizeni. Hebu naombeni msamee tu, huyu ni mdogo wangu. Na mimi ni dada yake. Tunapambana kumsaidia mama yetu huko hospitalini. Hata rudia siku nyingine. Basi hawa akaelewa mchongo. Oya, unaambiwa Kadami leo kangeuawa. Taarifa zinamfikia bibi mkubwa huko. Bibi mkubwa anauliza, kako wapi? Kadigidigi, kakaiteni hapa. Kwani mama anajali hata kujali? Yeye anajali tu pesa, anajali simu zikija anakusanya anaenda kuuza hivyo tu. Na mjengo ni wa kifahari unaambiwa. Yaani ni mjengo bomba. Sasa mama sio ndio biashara zake akaja hapa. Mama, naomba nisamee. Kwanza mimi kazi sitaki tena. Nusu ni uwawe. Mimi ananihusu. Mama sikiliza, hata kama mimi anihusu, mimi ninachotaka pesa tu hapa. Kaibe, kapige ngeta ulete pesa. Kakapiga goti hapo. Mama, wewe usikiliza, usinipe sababu mimi. Oya, sikiliza, una mkataba na mimi wa miaka 10, utaniibia pesa kila siku utakuwa unaniletea hapa. Sasa ukiendelea kuongea hapa, nitabadilisha adhabu, shauri yako. Au nikupe fimbo, basi tunaambiwa kalitandikwa, yeye kalichezeshewa vibaya mno. Oya, mzigo unatuleta leo hii hapa, kakaamua kwenda kumuua bosi wake. Bahati nzuri akaja kusaidia hapa Ebuka. Bosi anashtuka, anauliza nini? Sema tulikuja tu kusalimia. Pumbavu. Mtaka kuja kunisalimia usiku? Pumbavu. Lakini nisikilize mdogo wangu Dami, ulichotaka ukifanya ni kitu kibaya. Hata kama ungeniacha mimi nimuue huyu. Huyu ni nyamela, hajanisaidia kitu chochote katika maisha yangu. Sasa kaka anamkumbusha kwamba kuna siku mimi nilikutana na huyo madam. Sasa hapa ni kumbukumbu za Kadami. Kadami kakamuibia simu. Lakini huyu mama ni mjanja, akamwambia wewe sikiliza, nipe simu yangu. Mama mimi sijakuibia simu wewe, nitapiga kelele za mwizi, nipe simu. Mimi simu basi mama siku hiyo akakachukua katoto yatima, akaambia sasa sikiliza, mimi nakusamee. Basi akasema ndio hivyo. Basi ilikuwa ni kisanga. Kakamwambia sio hivyo tu, hata wewe pia nishaikuibia. Kakamkumbusha. Kadogo nikaizi. Sasa dada alikuwa na pesa za kutosha, aliuza nyumba ya ulisi. Katoto kakapita na hizo hela zote aisee unaambiwa. Baada hapo ndo anaanza kulia. Yaani wewe ndio umenifelisha kwenye maisha yangu. Nilikuwa natafutaga mchai wangu nani au pesa niliibiwa na wachawi. Maana sikujua nani aliiba. Kumbe ni wewe. Sasa zile pesa mimi niliuza nyumba kule kijijini nije mjini. Kwa hiyo naye akamkumbusha hivyo kutana na huyu madam. Sasa huyu madam siku hiyo ameibiwa pesa ana kwa kwenda, ikabidi ajieleze. Mimi nimeibiwa pesa, alafu hizi pesa ni kwenda kulipa deni la wazazi wangu waliliacha wakati wamefariki. Nimeuza nyumba lakini nikaja nikaibiwa pesa. Kwa hiyo hapo unaponiona ni kwamba bado nadaiwa madeni na nimeuza nyumba. Basi huyu mama akamsaidia, akamwambia sasa sikiliza. Utafanya kazi zozote zile, mkataba huu hapa kama kawaida yake. Akimsaidia mtu ndo anatia wino hivyo, ndo unakuwa mtumwa wake. Basi akasema ndio hivyo, mimi alinisaidia lakini kwa sasa hivi naona kana nyanyasa. Mara ya kwanza nilikuwa nimefurahi nikatia hadi wino. Hata mimi pia nitia wino, hata wewe. Kwa kuambia kwamba utakuwa unamuibia pesa nini kila siku namletea. Mama ni mkatili. Sasa tufanye mchongo tutoroke sasa. Basi mida usiku akaanza kuweka plani kutoroka. Basi wakasema sisi tutaweka plani na tutatoroka. Kwa hiyo mnataka mtoroke, lakini sio vizuri. Huyu mtu aliwasaidieni hata kama anawatesa, lakini kumbukeni aliwasaidia kwenye matatizo. Au nyewe mmesahau? Hapa huyu Emi hatujajua historia yake kwamba yeye alisaidiwa ama vipi. Jamani tutumieni akili hapa tuweze kujichenga, maana mambo asiwe mengi. Basi wakawa wameplan hapa namna ya kutoroka. Sasa kila mmoja akawa anaweka mipango yake. Sasa huyu akaweka mpango akasema inatakiwa tutoroke. Lakini akasema tungemuua. Ebuka naogopa akasema kuua ni dhambi bwana. Lakini mimi akasema tutafanya mchongo. Sasa sijui mchongo gani. Leo madam kuna kinywaji ipo anakunywa hapa na ameletewa na Emi. Sasa hicho kinywaji ni kwamba kimewekewa sumu, yani sumu ya kukuua taratibu. Sasa huyu bosi akaendelea kunywa hiki kinywaji. Wakati anapiga hiki kinywaji, mlango ukagongwa lakini yeye yuko busy tu na kinywaji. Ikabidi dada aingie bila ruksa ya huyu dada. Umeshakunywa tayari? Tayari hapa ameshakunywa. Anashtuka. We unafuata nini hapa? Mbona hujaingia bila hodi? Nimepiga hodi. Hata kama toka kwenye chumba changu. Ondoka. Sitaki kunipa stress. Sasa mimi nikuja kukuambia jambo moja, tena jambo la msingi. Laiti ningemsikiliza huyo mtoto asingekunywa hicho kinywaji. Sasa akamtimua akamwambia hebu toka hapo. Ebuka wa watu akaamua kuondoka zake. Akamwambia tena usije tena hapa, sawa? Haya bwana. Sasa mama akaendelea kuenjoy tu na hiyo pombe, asipojua kwamba humo ndani kuna vitu vimewekwa. Okay. Sasa time hizi
unaambiwa kwamba hawa tayari wanajua mchongo wao unatimia. Sasa na yeye huyu akakumbuka akasema, sasa hapa nimeshindwa kusafiri nje za nchi, sasa huyu tunamuua. Haya, time hizi hawa wamekusanya mabegi bwana, ndio wanaondoka. Sasa tayari alishakunywa kile kinywaji bwana, yani tumemumaliza, wanacheka ni haya ndio hivyo. Alikuwa anatupigia makelele, sasa sisi tumemmaliza kimya, kwa hiyo tusepe, au unasemaje? Wanacheka tu, tusepe. Sasa wakasikia kelele, jamani, tayari nini, hebu twende tukashuhudie. Wanakuja kushuhudia kweli, madam yuko chali. Madam Ebuka na ajui mchongo wote ule. Ebuka kagundua akasema, jamani vipi tuondoke? Wakamchukua akamwambia, wewe sikiliza, unamsaidia wewe, unamjua, beba mabegi tusepe. Oya, wakaweza kubeba mabegi, wanakimbia mtaani, maana yule madam akiamka tu kazi wanayo. Lakini Ebuka akashtuka akamwambia, jamani mimi ngoja nikamsaidie nipeleke hospitalini, siwezi kupoteza uhai wa mtu. Pia na aka dami na kenyeka karudi. Lakini huyu Amy akasema, mimi haiwezekani, ngoja nirudi zangu tu niondoke. Huwezi kuamini, na Amy na yeye ikabidi aje kumsaidia kwa sababu na yeye pia alisaidiwaga. Haya bwana, wakampeleka hospitalini huko. Okay, sasa leo ikabidi wamuulize Amy kwamba yeye ilikuwaje mpaka akaja hapa. Anakumbuka kuna siku moja alikuwa analialia kwenye utapeli wake. Sasa huyu madam akawa anapita mitaa hiyo hapo. Sasa akawa analia kishenzi yani. Huyu tajiri akawa amemwona huyu mtoto, akamwonea huruma. Kumwangalia analia afu mtoto amejikunyata. Sasa huyu alikuwa ana roho nzuri tu. Oya, sasa akaamua kumsaidia. Umeona? Akampatia pesa za kutosha na akamwambia hakikisha unarudi huko kijijini. Wewe umesema umepotea. Basi akamwacha siku ya kwanza. Alivyomwacha siku ya kwanza, sasa kuna siku nyingine tena hii hapa mzigo unatuleta huku kwingine. Oya, unaambiwa kwamba matapeli wako mjini bwana. Sio unasaidia tu, sio wote wanataka msaada. Sasa mama akasema, wewe mbona kama ni wewe? Jamani nimepotea. Umepotea tena na nguo nyingine. Wewe mtoto, wewe ni mwizi. Basi siku hiyo ikabidi ampitishie akamwambia, sikiza nakupeleka kituo cha polisi mpuzi wewe. Usinipeleke, niambie kitu chochote ndafanya. Ndio siku hiyo akaamua kumchukua. Sasa hizi ni kumbukumbu za Amy hapa. Anawakumbusha wenzake pale. Aliomba msamaha nini, lakini huyu mama akasema basi ndakuchukua uwe kama mtoto wangu, au unasemaje? Basi ikabidi tu akubali, akasema mimi nimekubali. Oya, nongwa sana huu mzigo. Tuandikie comment hapo. Unatazama mzigo huu ukiwa wapi? Drop hapo kwenye comment hapo. Oya, enjoy. Sema DJ Panado niko na enjoy kumaliza mwaka 2025. Okay, basi akatoto kakachukuliwa na kakaletwa hapa chumbani. Ndio kalikuwa kwanza kufika kwa utajiri. Oya, sasa huyu bosi alikuwa anakapenda mwanzoni kabisa kabla majanga hajamkuta. Sasa sijui majanga gani yalimkuta bwana. Hapa tutaenda kujua kwa nini amekuwa ni mkatili. Okay, basi unaambiwa ndani ya mjengo unaambiwa upendo ukawa ni mwingi. Muda mwingi huyu Amy akawa anaongea na mchumba wa huyu bosi. Jamani shemeji, uje bwana nimekumisi. Huyo ni shemeji yako, tunapendana kishenzi. Shemeji ameniambia anakupenda. Basi vikawa ni vicheko tu. Ndani ya mjengo ni full burudani aise. Wana enjoy vibaya mno unaambiwa mzee baba. Noma sana. Huu mzigo ni noma mzee. Sasa kuna siku moja hivi Amy akawa anatoka zake nje, akamkuta bosi wake analia, na bosi wake anasema kwamba ameumizwa na mpenzi wake, lakini akamshauri kwamba nenda kazungumze naye kwa mdomo, maana simu waga zinaongopa. Amy akawa amempa ushauri huu tajiri. Tajiri akasema inatakiwa nikazungumze naye. Basi tajiri akaamua kufanya hivyo, akamwambia mimi nitampigia simu alafu nizungumze naye uso kwa uso, nijue kwa nini ameniacha. Nini ambacho kimesababisha aniache? Oya, mapenzi yanauma, mapenzi ni noma mzee baba. Mapenzi yanaweza kusababisha kwa kichaa. Kama unabisha basi endelea kubisha. Sasa time hizi hapa ndo mpenzi wa huyu bosi. Sasa huyu mpenzi wa bosi akampigaga pesa za kutosha, na hapa anamwambia kwamba sikiliza, sitaki kabisa kuwa na mahusiano na wewe. Kwa sasa naenda kuoa mwanamke wa kijijini, maana wewe umetumiwa, wewe wamekutumia, wamekuchakaza, afu nataka na mimi ndo nikuoe. Kwa hiyo wewe endelea kutumika tu, mimi mwenyewe nilikuwa nataka nikutumie tu. Kwa hiyo sasa sikutaki. Bidada aliweza kuumia kishenzi, akasema wewe unitaki? Mbona mimi nakupenda Maliki. Mshikaji anaitwa Maliki. Maliki akasema mimi sikupendi yani hata kidogo. Yani sikutaki.
yani sikutaki. Bidada akasema kivipi, lakini mimi sijakufanyia kosa. Wewe pesa zako zinaelekea kuisha, mimi napenda pesa, wewe nilikuwa sikupendi, nilikuwa napenda pesa. Oya, bidada akawa analalamika hapa. Oya, nimekwambia sikutaki, mbona lazimisha penzi mzee, vipi? Mimi nimekwambia mimi na mwanamke mwingine huko kijijini. Mshikaji akawa ameondokaga. Kuanzia siku hiyo hiyo bidada akawaga kama kichaa mzee baba. Unaambiwa kwamba akaanza mateso kwa huyu dada. Kwa hiyo mateso yalianzia hapo. Huyu dada alibadilika hapo hapo, akawa kama chizi hivi. Unaambiwa kwamba yani ule upendo ambao alikuwa nao toka mwanzo akawa ameubadilishaga. Sasa ukisanga kikao kimeanziaga hapo. Ndio maana unaambiwa kwamba noma sana. Bidada akawa amepata story yake. Akasema ndio hivyo. Basi sawa, hebu nakuomba basi twende hospitalini. Tukamchukue. Basi akagundua kwamba kumbe yule pale kuna namna fulani inatakiwa kumweka kisaikolojia sawa. Haya, tunaletwa tena baada ya masaa kadhaa hivi. Hii ni siku nyingine tena, kama ni wiki hivi. Sasa huwezi amini, kwa bahati nzuri yule madam akaweza kupona. Wakaenda kumchukua kutoka hospitalini, wanamrudisha nyumbani. Ile sumu ilitoka, ilikuwa sio kubwa sana. Kwa hiyo akawa amefika hapa. Emi anamwambia vipi madam, uko salama? Madam akasema mimi niko poa tu. Basi akasema nini tukuandalie? Akasema niandalieni miogo, kama kutakuwa na ndizi za kuchemsha itakuwa poa tu. Sasa amekuwa ni mnyonge kishenzi yani. Akasema baada hapo nahitaji nizungumzie na wanangu. Sasa kumbuka tayari huu madam ameharibika kisaikolojia. Hawa walishajua kwamba huyu atutesi. Sasa baada ya wiki kadhaa hivi akawa vizuri tu, anacheka nao, anazungumza nao vizuri, mpaka dami kanatoa mawazo hapa kwamba nini wafanye, waanze kumtembeza huko mtaani, labda atakutana na wanaume mwingine. Pia Ebuka naye akatoa ushauri kama vipi tuingie mtaani jamani, tukatembee huko, maana wewe umekuwa ni wandani tu. Na ndio maana pengine unaharibika kisaikolojia. Basi wakampa maneno hayo, bosi akakubali, akamwambia basi tupange siku. Siku wapi? Twende hata leo bwana. Twende hata leo jamani, twende basi. Eti wakamempanga pale. Basi kila mmoja akawa anamsemesha hapo, lakini yeye sasa hivi amekuwa ni mtu wa kutabasamu tu, sio mgaidi. Siku zikawa zinazidi kwenda, wanamtoa out, na leo huyu bidada yani yupo anamwelekezea hapo na mambo yote yanakuwa sawa. Basi bidada unaambiwa kwamba sasa hivi akili zake zimerejea. Ile akili ya uchizi, kumbe alikuwa anafanya yote yale ilikuwa ni akili ya uchizi. Ndio maana alikuwa anawatesa watoto yatima. Basi watoto akamwambia tunaomba siku ya kesho tutoke. Na leo wakawa wametoka. Sasa kwa bahati nzuri kuna mshikaji Mandevu hapa akawasalimia, vipi? Oya, nataka nizungumzie na dada yenu sijui mama yenu. Azungumza naye tu, watoto wakafly. Sasa huyu Mandevu akamwambia sikiliza, mrembo, mimi naitwa Chideke. Vipi, nimekuona mara kadhaa ukipita hapa na hii ni mjengo wangu. Vipi? Mimi nimetokea kupenda, afu mimi niko bachelor. Unajua tena. Mke wangu alifariki miaka 10 iliyopita. Jamani. Mandevu, unanipenda kweli? Mshikaji akasema ndio mimi nakupenda. Kama vipi tubadilishane mawasiliano? Basi wakabadilishana mawasiliano pale, mambo akawa moto na watoto wakawa wameshuhudia. Basi Mandevu akasema nitahakikisha basi tunaandaa harusi, mambo kama hayo, tujitambulishe kwa wazazi kama hivyo. Basi tuendelee kusambaza kadi za mwaliko. Oya DJ Panado hapa nimeletewa kadi ya mwaliko wazee. Cha kufanya tu unaweza ukanitumia pesa yoyote ile 500 buku, imradi inifikishie nauli itimie kwenda Nigeria. Mshikaji hapa Mandevu amenialika hapa DJ Panado mwaliko kwenda kwenye harusi. Oya, niwaambie tu, niwatakie tu heri ya mwaka mpya, kwa sababu tumebakiwa na masaa tu ili tufike mwaka 2026. Tukutane kunako mwaka 2026, mwaka 2025 tunaifungia hii filamu. Mimi hapa nilikuwa Tela Story DJ Panado, zela kutuliza maumivu. In case kama subscribe. Tuandikie kupitia maoni hapo. Huu mwaka tangu umeanza, umeuonaje? Tunahitaji mwaka unaokuja mabadiliko yawe zaidi ya vitu ulivyovifanya. Tuandikie kupitia comment hapo. Mwaka 2025 unatusikiliza kwa mara ya mwisho ukiwa wapi? Tukutane kwenye comment hapo. Niseme bye bye, kwa heri 2025. Tunaenda kukufunika na tutakuja kukuona tena maisha yetu yote. Bye bye, tunakuzika 2025. Bye.